Ni saa 7 majira yetu ni Afrika Mashariki. Karibu kwa habari zetu jinsi tulivyokuandalia kwenye chumba chetu cha habari Christ is Able TV. Kumbuka moja kwa moja tutakuja kutupitia kanisa la Christ is Able TV kwa hisani ya Askofu John Omoma akiwa pamoja na Reverend Rachel. Jina langu ni Kalibu Wanjala, niko na mwenzangu hapa, nami ni Kelvin Mulu. Kwanza tupate yaliomo. Na mchungaji aeleza masaibu wanayopitia baada ya saumu. Utaipata vipi? Wengine mtapata through word of knowledge. Ilikuwa siku ya Jumapili, basi kupitia naye kwa mtumishi wa Mungu anayejulikana kama Pastor Julius alivyosema kwa vijana kuiga mfano kutoka kwa wazee, kwani alikuwa anasema ya kwamba kila mmoja kuwa anafuatisha kwani kuvaa tai kwa suti. Sijui kama hii itaendelea kufanyika au vile vile wengi watakuwa wataendelea na mienendo zao. Kapata amevaa na kuja nazo. Shida ni nini? Amekuja kapata, hiyo ndio mtindo ambao iko pale. So huyu atakujaje ambie huyu inafaa uvae koti na tai na yeye amevaa. Kwa Yesu asifiwe. Mimi nitakwambiaje inafaa dagi ukujaje wewe kwanza pale mbele. In fact niko pale pale. Sasa unanisikia? Mko penye in fact you are a minister. Ushauliza Mungu wewe ni nani? You have many ministries. You can prophesy, you can teach, you can preach, you can sing, you can worship. Na waumini wa kanisa la Christ is Able Church wakiendelea kushiriki katika kufunga na kuomba. Sasa zimechanika wiki mbili baada ya kwanza saumu. Wengine mtaipata through dreaming. Wengine mtaipata through prophecy. Wengine mtapata through word of knowledge and through reading the word. Ile kitu utaambiwa kama utafanya exactly vile Mungu anakuambia, ataondoa ama ataleta kitu katatokea tu na utapata hiyo muujiza. Na kando kuwa na talanta tofauti hapa kanisa la Christ is Able Church, tulikutana na kijana mmoja anayejulikana kama Gideon James, na alikuwa na mambo mengi ya kuzungumza nasi ikiwemo kucheza, na anavyotuarifu mwandishi wetu Legion akiwa kaunti ya Nakuru. Mimi ni mzabibu, baba ni mkulima, na ni mwatai, na ni matunda mshakape. Mimi ni mzabibu, baba ni mkulima, na ni mwatai, na ni matunda mshakape. Na kwenye ulingo wa spoti ni kwamba tu leo kuna mechi kubwa, mechi derby zaidi. Labda Kelvin Mnupi tueleze ni mechi ipi ambayo inaandaliwa siku ya leo majira ya saa 1 hivi? Moja kwa moja basi kumbuka wana Manchester United watakuwa na karaka sana na timu ya Arsenal. Hatujui ni wapo wajinzi wana Manchester United walipokutana na Man City huku wakikarakasana mabao 2-1. Hawa ni wana Arsenal au ni wana Manchester United? Kama mwana wa Arsenal ninasema kwamba tukiwa nyumbani lazima tukuchape watu 3-0. Hatujui kwa wewe mtazamaji utasema nini wakati ambapo mechi itakapoanza mwendo wa 2:30. Na labda tupate maoni ya baadhi tu ya mashabiki wa Manchester na vile mashabiki wa Arsenal wanasema yapi. Kumbuka moja kwa moja nimekutana na shabiki mmoja wa Manchester United anayedai ya kwamba siku ya leo atakuwa na karaka sana na timu ya Arsenal huku na kuwachapa mabao kama jinsi alivyochapa Man City. Sijui kama mwenzangu mtafaulu leo. Kama kawaida sisi ndio the beast. Ukiangalia mini coaches hapo nyuma, yani namba 2 mgongoni, sisi pale tunawachapa bao 2, yani odds ya 2.1. Hakuna chambwembe, sisi si watu wa mdomo kama watu wa Arsenal. Kama kawaida Man U ya the men. Kama si odds ya 2-0 hakuna kitu kingine. Basi moja kwa moja tukutane mwendo vikurusi uwanjani, nami ndakuwa nakuletea live.